wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi. Wakati wanadamu walipoanza, ikawa wanadamu walipozidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Na wana wa kike waliingia kwao. Wana wa Mungu au walizaliwa kwao. Maana mazuri. Endelea. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu. Tunapozungumza wana wa Mungu, Adamu alitengenezwa katika sura ya nani? Ukienda ile sura ya 5, Mungu alipomfanya Adamu kwa sura yake, akazaa mtoto anayemfanana Adamu pia, kwa sababu Adamu alikuwa ni sura ya Mungu. Unaona jinsi ilivyo? Kutoka kwa Adamu hata na Seti, hao walikuwa ni wana wa Mungu. Bwana bariki sana. Ndio. Hao walikuwa ni wana wa Mungu. Ndio. Kwa sababu ukiangalia uzao kuanzia kwa Adamu mpaka Kristo, huo ni uzao wa Mungu. Haleluya. Ndio. Inasema wa Adamu, wa Seti, wa Enoshi na kadhalika mpaka kumfikia nani? Adamu anakuwa ni wa Mungu. Alafu anakuja wa Adamu, anakuja wa Enoshi, alafu anakuja si wa nani? Mpaka kwa Mahalaleli, kwa Enoka, kwa Yaredi, kwa Nuhu, kwa Shemu na kadhalika. Ni uzao wa Mungu. Unaona jinsi ilivyo? Bwana bariki sana. Amina. Waliwekewa alama wa huku wasingie huku. Mungu aliwawekea alama kabisa. Na ule uzao uko ndani ya wanadamu. Ndio. Wanaotembea wima. Ndio. Watu wanapambana ile joka likiingia ndani, anasema ni shetani bengia ndani kwangu. Hilo sio li shetani. Ni mnyama ambaye inatafuta panya, linatafuta popo. Bwana bariki sana. Sisi tunapambana na ile joka ambaye ni mwanadamu anayetembea wima, anayevuruga neno la Bwana, anayelipotosha. Huo uzao ndio ulimponda Bwana kisigino. Haleluya. Huo ndio uzao ulimponda Bwana kisigino. Uzao wako. Maana pale Mungu alihukumu mzao mmoja ukabarikiwa na mzao mwingine ukahukumiwa. Mzao wa mwanamke. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana. Anasema mnaona jinsi hilo lilivyo kanisa. Kaini alikuwa tu kama mtu wa kawaida. Alikuwa tu kama Esau na Yakobo. Tungeweza kufananisha hapo tena. Na kote katika Biblia tunaona roho hiyo ikipanda juu, ikija na hatimaye inafikia upeo papo hapa. Anasema katika wakati huu tunaoishi sasa, ninaamini sasa, kama mtaangalia, Kaini alikuwa mwanadamu, mtu wa kawaida wa ulimwengu kama Esau, na alikuwa na mwelekeo wa kidini. Kwa hiyo alijua kulikuwa na Mungu, aliamini hilo, akapanda juu na vile kwenda madhabahuni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuko namba 40. Tena namba 40 anasema, ndugu mzuri Mbaptisti alinijia si muda mrefu uliopita, akasema, ndugu Branham angeweza kufanya nini zaidi ya kuamini? Ibrahimu angeweza kufanya nini zaidi ya kuamini? Ibrahimu aliamini, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Nikasema hiyo ni kweli, bali Mungu alimpa ishara, muhuri wa tohara, nyumba yake litahiriwa, kutofautisha na uzao ule mwingine. Ule mwingine tayari ulishawekewa alama. Amen. 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 Ni kwa sababu ulichanganyikana, ikachaguliwa familia ya Ibrahimu, ambayo ndiyo Mungu aweke jina lake kupitia humo. Bwana bariki sana. Nikasema hiyo ni kweli, bali Mungu alimpa ishara, muhuri wa tohara,
kwamba alikuwa ametambua imani yake. Na Mungu anapoitambua imani yako, Mungu anakugonga muhuri. Bwana bariki sana. Na muhuri ni nini? Ni Waefeso 4:30. Hebu tusome Waefeso 4:30. Waefeso 4:30. Amen. Hebu soma ndugu, inasemaje pale? Tunakwenda vizuri. Ndio. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu. Wala msimhuzunishe yule Roho wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya nini? Ukombozi. Mlipewa siku ya Sabato. Mlipewa muhuri. Roho Mtakatifu aliwatia nini? Muhuri. Tutajua muhuri ni nini. Muhuri ni ishara. Bwana bariki sana. Ni alama ambayo Mungu amekupa. Na ndio maana siku ile ambayo Petro alisimama siku ya Pentekoste, akawaambia tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, kisha mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa sababu ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa ajili ya watoto wenu na kwa watu wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Haleluya. Petro aliwashuhudia akawaambia, jiepusheni na kizazi chenye ukaidi. Ukaidi ni kitu gani? Ni kulipotosha neno. Amina. Kuliacha neno, kuweka mawazo yako. Hebu tuendelee kidogo. Tuendelee kidogo. Nimeisha Luka 47. Lakini Mungu atayaacha. Aliacha pale kwa ajili ya Kaini. Ataacha hapa kwa ajili yako. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa Mungu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Kuna njia moja tu iliyoandaliwa kwa ajili ya Mungu. Hiyo ni kupitia kwenye mkondo wa damu hadi kwa Roho Mtakatifu. Bila hiyo umekwisha, hautaingia kamwe. Bwana bariki sana. Anasema angalia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kamwe kuingia katika ule ufalme. Hiyo ni kweli. Huna budi kuja, haizuru wewe ni wa kidini jinsi gani. Yote ufanyayo, anasema hayo hayana uhusiano wowote. Hayo yanakufanya raia mwema sana, bali si raia wa ufalme huo kule, labda wa ufalme huu hapa. Lakini ufalme wa Mungu uko ndani yako. Umezaliwa katika ufalme. Ufalme huja katika ufalme wa Mungu, ni Roho Mtakatifu. Wewe wa ufalme huo. Wewe ni wa ufalme huo. Anasema hii ndio sababu wanawake wakati nywele zao. Haleluya. Zao. Unapokata nywele unapata alama, maana unapinga neno. Unaliona hilo? Hiyo ni alama tayari. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hawavai kaputula. Ukivaa kaputula wewe ni wa kike, una alama hiyo. Ukivaa suruali wewe ni wa kike, una alama hiyo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hii ndio sababu wanaume hawavuti sigara. Ukivuta sigara tayari huko. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na mambo kama hayo wanatoka juu. Roho wao huwafundisha haki, utakatifu. Hawatumii lugha mbaya, matusi. Unaona hilo? Na kadhalika. Kwa nini? Wamezaliwa kutoka juu. Wao ni tofauti, wanatoka raia kutoka juu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sikiliza na Luka hiyo sehemu. Naenda tena sehemu nyingine. Hata Ibilisi baada ya ile laana kumjia akawa nyoka. Tunayemwona anayefanya
angali ni kiumbe kinachovutia. Mwangalie huyo nyoka wa kawaida tu, ana rangi inayovutia sana, anang'ang'a, ana urembo, anakudanganyia, kauso kazuri. Nyoka mwangalie tu, akija tu utaona tu jamaa lilivyo, lina kauzuri. Angalieni jinsi anavyoweza kusogea kwa madaha na jinsi rangi zake zinavyopendeza. Hata laana yake haikuondoa urembo kutoka kwake. Joka alikuwa mrembo, Adamu alikuwa ni wa kawaida tu. Hii siri ni kubwa. Hata usome Bible school, usome PhD yako, usome LLD, uwe dokta wa elimu ya uungu, hapa ndugu utapita kapa. Yesu alisema, na kushukuru wewe Baba mbingu, kwa sababu mambo haya umewaficha watu wenye hekima na akili. Amina. Na ukawafunulia watoto wachanga. Amina. Unajiona hiyo jambo hilo? Mungu aliwaficha wasomi, wa falsafa. Maana wanasomea theolojia. Theolojia maana yake ni kupanua maandiko. Kwa ni masikini, mtu mlevi, mwenye ukosi ulioinuliwa juu na nywele zilizochanwa upande. Alikuwa ni mjanja kweli. Jamani, naam. Bwana Ibilisi ni mwelevu kupita kiasi kwa hilo. Aliwahurumia Yuda, aliwahurumia masikini. Hata alipoyaona ile mafuta, alimwambia Bwana Yesu, haya mafuta yangeuzwa halafu akagawiwa masikini. Si ni upendo huo? Kuwahurumia nani? Masikini ambao hawana nyumba, ambao hawana nguo. Unaona kama jamaa wanafanyaje? Wanasaidia. Na ndio mtindo wa madhehebu hivyo. Unavyokuja, unakuja na misaada ili wakusanywe watu wengi. Unaona jinsi ilivyo? Anakuja na misaada, anakuja na nguo, anakuja na kila kitu kujipendekeza kwa watu. Lakini neno lilo la nguvu linawaelezea watu makosa yao. Anakuja mwenyewe. Bwana bariki sana. Akikosa msaada anaondoka pale, kwa sababu alielekezwa vibaya. Kwa hiyo Yuda alifikiri kwamba mafuta yameharibika kwa kupaka miguu ya Yesu. Akamwambia, ilikuwa ni masikini mnao siku zote, ilikuwa ni alama ya mnyama. Lakini ni mwanafunzi mzuri, aliupokea ujumbe wa Yesu. Alikuwa miongoni hata waliotumwa kwenda kutoa pepo. Katika wale 70 alikuwemo. Bwana bariki sana. Alikuwa ni mhudumu. Hata Petro anasema alikuwa amehesabiwa huduma pamoja na sisi. Alimtangaza pale siku ya Pentekoste. Alikuwa pamoja nasi, alihesabiwa pamoja na sisi. Alikuwa miongoni mwa wanafunzi. Unaliona hilo? Jina la Bwana libarikiwe. Yuda alikuwa miongoni mwa wanafunzi. Hata hakuna mtu ambaye ungemwazia vibaya Yuda. Aliyeambiwa kwamba rudi nyuma yangu shetani alikuwa ni Petro. Kwa hiyo inawezekana wakati anasema mmoja wao ni saliti, inawezekana waligeuka kumwangalia Petro, kwa sababu alikuwa ni kimbelembele. Maana kuna siku Yesu alimkemea, rudi nyuma yangu shetani. Alafu siku moja Yesu akasema, miongoni mwenu kuna shetani. Lakini Petro ni kimbelembele, nikasema twende wapi Bwana? Wewe una maneno ya uzima. Hata utuambie sisi ni shetani, sisi tunaendelea kukaa. Tumeshawishika. Hiyo lugha unatuambia hatuielewi, lakini tunakuamini kwamba wewe pekee una maneno. Amina. Amen. Amina. Amen. Yo. Jina la Bwana libarikiwe. Alama ya mnyama hutaijua kwa nje.